Yesu asifiwe. Leo ni siku njema tena inayopendeza machoni pa Mungu. Tunakia sababu kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu na watu ambao mtaua. Amen. Amina sana. Leo tunaenda kujifunza somo linalotoka katika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29. Bwana Yesu asifiwe. Somo linasema kwamba si kumwamini tu Kristo na kuteswa kwa ajili yake. Bwana apewe sifa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunapoamini, tunaposikia habari za Mungu tunaokoka, tunamkabidhi Kristo maisha yetu, Bwana apewe sifa. Tunamwamini kuwa Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yetu. Tukubali na kuteswa kwa ajili yake. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba katika wokovu kuna mapito mengi sana. Kuna mapito mbalimbali, utapitia mambo mengi sana katika kwenye wokovu. Ili ukomae kiroho lazima upitie majaribu. Bwana apewe sifa. Chochote kile unachokiona katika uso wa dunia kinang'aa, kilipitia misukosuko mpaka kikafikia hapo sehemu. Yeyote mtu unayemwona kuwa unavutiwa naye katika imani yake, katika utumishi, katika maisha yake, alipitia mapito mengi sana ambao ndio wengine alikata tamaa, aliumia, alifanyeje, lakini alisimama, hakukata tamaa. Kama jinsi Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, mimi na wewe tupate kuokolewa. Aliteswa msalabani, alichomwa msumari, alifanyeje, alitemewa mate, hata wokovu hivyo hivyo. Tunatakiwa tumwamini Kristo na kuteswa kwa ajili yake. Leo hii watu wanaochukulia wokovu ni kama fashion. Akiona tu mambo anapitia katika wokovu, anaachana na wokovu kabisa. Hataki kabisa kuteseka kwa ajili ya Kristo kama jinsi Kristo alivyoteseka kwa ajili yetu sisi. Na sisi tunatakiwa nafsi zetu tusitese kwa ajili ya Kristo. Ukitaka maisha ya wokovu uyaone ni si magumu, kubali kuteswa kwa ajili ya Kristo. Kwa sababu gani? Umejikana kwa ajili ya nafsi yako. Na ukiteswa kwa ajili ya Kristo ndipo Roho Mtakatifu atakaa ndani mwako. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwa mtu ambaye anakula bata za dunia na starehe tu, wokovu anaona kama starehe. Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu ambaye amejikana maisha yake. Kama jinsi Kristo alijikana maisha yake, mimi na wewe tupate kuokolewa, akawa tayari kufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu akafanyaje? Akafufuka kwa ajili yetu ili kusudi mimi na wewe tupate kuokolewa. Kwa nini leo watu wokovu kabisa, mkiona tu mapito mbalimbali mnapitia katika wokovu au changamoto unapitia katika wokovu, unapitia mapito mbalimbali ambayo yanakusuasua, yani yanakuyumbisha, unauacha wokovu. Unaona wokovu ni kama vile mateso. Wokovu sio mateso. Wokovu ili uone sio mateso, lazima ujikane kwa ajili ya Kristo. Kama Kristo alijikana maisha yake msalabani kwa ajili yetu, akakubali kuchomwa msumari, akakubali kufanyeje, hata sisi kuna wakati mwingine utapondwa mawe, utafanyeje? Simama kwa ajili ya Kristo. Unaposimama hivyo, kuna kusudi Mungu atakuonekania mbele yake. Bwana apewe sifa. Kuna kitu ambacho Mungu amekuandalia mbele yake. Amen. Ili ukienda ukikalia hicho kitu, kama Yusufu alipitia mapito magumu sana katika jinsi kitu kilichokuwa ndani mwake. Alipitia mapito magumu sana, alitengwa, alizarauliwa, alifezeshwa, alifanyaje, alifungwa. Bwana apewe sifa. Kwa ajili ya kitu alichokibeba ndani mwake. Bwana apewe sifa. Hakukata tamaa, hakumkufuru Mungu, hakususa kile alichopewa ndani mwake, lakini Yusufu alizidi kumtumania Mungu mpaka mwisho wa siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka gerezani akafungwa, akafanyeje, huko Mungu akaenda kumuibulia ikulu. Bwana apewe sifa. Hata wewe unayopitia hayo, kuna wakati Mungu amekuandalia kiti chako mbele, amekuandalia nafasi ambayo hukuwahi kuitegemea, utaipata katika maisha yako. Amen. Tutasoma somo linatoka katika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29. Amen. Inasema kwamba maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Unaona? Sio kumwamini tu habari za Kristo, nasema kwamba namwamini sana Kristo kwa mwokozi wa maisha yangu, lakini huko tayari kuteswa kwa ajili yake, lakini huko tayari kutukana kwa ajili yake, lakini huko tayari kuchukiwa kwa ajili yake. Ukisoma katika wa Luka sura ya 21 mstari wa 19 inasema kwamba kwa sababu yenu nanyi mtaziponya nafsi zenu. Ukisoma tena katika Luka sura ya 21 mstari wa 10 inasema kwamba nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Watu hamtaki kuchukiwa na watu kwa ajili ya Kristo. Mnataka mpendwe na watu ili kusudi Kristo muachane naye, msionyeshe upendo kwake. Bwana apewe sifa. Ni kama maisha hivi, ukionyesha upendo kwa mtu lazima watu wengine watakuchukia. Ili upendo wako ukomae kwa mtu huyo, lazima mkubali kusema vibaya, ili kusudi siku moja waje wajifunze kwenu. Hata sisi kwenye wokovu, kubali kusema vibaya, kubali kufanywa yote yale wanaokunenea vibaya, kubali kuchukiwa, kubali kutukanwa, ili kusudi waje muone siku moja Kristo aliyembeba ndani mwako. Ili kitu kione cha thamani, lazima leo hii wasikione kuwa sio cha thamani. Wakati ukijapofika wa Mungu,
watakiona hicho kitu ulichokibeba ndani mwako ni cha thamani kuliko hata jinsi walivyovoga na kufikiria. Bwana Yesu, tukubali kuteseka kwa ajili ya Kristo. Tukubali maisha yetu kupitia mapito ambayo yani hata kama inaumiza, tujikakamue tu Bwana Yesu, ili kusudi tuione mbingu. Mbingu inahitaji watu wenye nguvu. Mungu hahitaji watu wanyonge. Mungu hahitaji watu wanyonge. Mungu hahitaji watu waoga. Mungu amesema katika maandiko Timotheo, kwa maana sikuwapa roho ya uoga, bali niwapa roho ya nguvu na ya moyo wa kiasi na ya upendo. Bwana apewe sifa. Mungu hakutupa roho ya uoga. Ukisoma tena katika Efeso sura ya 3 mstari wa 12, katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukabiliana katika tumaini kwa njia ya kumwamini Mungu. Bwana apewe. Ukiwa unamwamini Mungu utakabiliana na mambo yote kwa ujasiri, kama jinsi Kristo alikabiliana na mambo yote msalabani kwa ujasiri kwa ajili yetu, kwa sababu alikuwa anamwamini Mungu. Hata sisi tunamwamini Kristo. Kwa nini mkipitishwa tu katika kwenye moto kidogo tu unayumbika, unaacha wokovu? Acheni mzaha katika kumtumikia Mungu. Msifanye wokovu kama fashion ya dunia, kama starehe ya kwamba tu ujulikane mnokole, ujulikane Mkristo, ujulikane wabeba Bible. Acheni kabisa. Maandiko yanasema kwamba nijapopita katika bonde la ufa, Bwana hutaniacha. Lakini leo hii watu hawataki kupitia katika mabonde ya wokovu, wanataka wapitie tambarare, yani mteremko ateremka shwe, yani hawataki kabisa ili kupitia ile namna ya kusuasua. Bwana Yesu, msiuchukulie wokovu kama tambarare. Wokovu umebeba milima na mabonde. Mungu yu pamoja nasi, anatushika mkono. Imeandikwa katika Zaburi 118 mstari wa 13, nasema kwamba walinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Ni kweli utapitia misukosuko mingi, ni kweli utasukumwa, ni kweli utafanyaje, lakini Mungu amesema atatusaidia. Ni kama vijana watatu waliotupwa katika tanuru la moto. Mungu hakuacha moto huu uwaunguze. Mungu hakuacha huu moto wazuru. Walipita katika umoto mkubwa kabisa, lakini hawakumkana Kristo, lakini hawakuangalia licha ya moto mkali, lakini hawakutazama kwamba je, tunapoteza maisha yetu kwa ajili ya Kristo. Hawakuangalia hayo yote, walikuwa wako tayari kabisa kupoteza maisha yao kwa ajili ya Kristo. Hawakumkana Kristo, walitupa, waliulizwa mpaka mara ngapi Mungu tayari kumkufuru Kristo, lakini vijana watatu hawakumkufuru Mungu. Kwa sababu gani? Walikuwa wamembeba ndani mwao, hawakumkufuru kabisa. Walipotupa katika kwenye moto, ndipo wakaja kumwamini kuwa hawa vijana walikuwa vijana sio wa kawaida. Hata wewe leo hii wanakuona wewe ni wa kawaida, ipo siku atakuona wewe sio wa kawaida. Lakini ulipofika wakati wa Mungu, Mungu akawatoa katika tanuru la moto, vijana wakiwa wananuka tu moshi wa moto. Mungu akawasaidia. Hata wewe leo hii hayo yote unayoyapitia yote katika wokovu, ipo siku Mungu atakusaidia. Ipo siku Mungu atakuonekania. Ipo siku watamuona Mungu uliyembeba. Watasema kwamba je, huyu mtu amepitia licha hayo yote, kwa nini hajakata? Ndio maana ya kwamba ya kusaidiwa. Mungu anatuokoa. Mungu amesema kwamba mjapovumilia mpaka mwisho nitawaokoa. Hata wewe kijana wenzangu vumilia, binti wenzangu vumilia. Ni kweli unasema vibaya, ni kweli unanenewa vibaya, vumilia. Mungu amesema tujapovumilia mpaka mwisho atatuokoa. Mungu amesema kwamba vumilieni yote mabaya. Tunatakiwa tuvumilie. Ukisoma katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 3 nasema kwamba tena ulikuwa nasubiri kwa jina langu na uvumilivu, wala ukukata tamaa, wala ukuchoka. Nasi tunatakiwa tusichoke kumtumikia Mungu. Ni kweli tunapitia na tuumiza mioyo, lakini tusichoke, tusimame imara, kwa maana kuna jambo Mungu ametuandalia mbele yetu. Ili mbingu ione, lazima upitie moto, lazima upitie misukosuko. Hata wewe kijana mwenzangu, usikate tamaa. Hebu simama, Mungu amekuandalia kiti mbele yako. Usifadhaike, Mungu anakuhitaji. Uliyekata tamaa, uliyeacha wokovu, ambaye hujaokoka, Mungu anakuita kwa sauti ya pole, njoo mtumikie. Mungu anakuhitaji umtumikie. Achana na dunia. Dunia imejaa mengi. Kila siku duniani anaibuka mengi na yanapita, lakini neno la Kristo liko pale pale, halipiti. Kwa nini unang'ang'ania mambo ya dunia ambayo yanapita? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawasihi sana, njooni mtumikie. Mungu anawapenda sana. Bwana Yesu, ambao tumeacha mambo ya dunia. Ni kama wewe tu, nina viungo kama wewe. Nimeachana hayo mambo ya dunia kwa ajili ya Kristo. Na wewe achana hayo mambo kwa ajili ya Kristo. Kubali kuteseka kwa ajili ya Kristo. Ujinyime mambo ya dunia kwa ajili ya Kristo. Ukubali mwili wako kuunyima raha zote kwa ajili ya Kristo. Kama jinsi Kristo alijinyima msalabani kwa ajili yetu, sisi wewe tulipiwe deni. Bwana Yesu. Amen. Mtabarikiwa na neno. Kwa majina naitwa Prophet Mariam, na wapendeni sana. Mungu anawasihi mtumikie. Amen. Haleluya. Shalom.